Ulishawahi kujiuliza kwa nini mchezaji A awe na uwezo mzuri wa kufanya maamuzi, halafu mchezaji B awe na uwezo wa kawaida au wa chini kwenye kufanya maamuzi? Hebu tuingie ndani kabisa ya akili ya mchezaji kuelewa siri ya maamuzi sahihi kwenye soka la kisasa. Kwenye soka la kisasa kuna vitu vinaitwa reference points. Kwa Kiswahili tunaweza kusema vigezo vya rejea, ambavyo ni mpira, ball, nafasi, space, mchezaji mwenza, teammate na mpinzani, opponent. Mchezaji yeyote ili afanye maamuzi sahihi kwenye kila sekunde ya mchezo, zingatia neno kila sekunde ya mchezo, lazima awe na taarifa: mpira upo wapi, nafasi ipo wapi, mchezaji mwenza yupo wapi na mpinzani yupo wapi. Hebu mtazame fundi wa zamani Xavi Hernandez. Moja, macho yako mbele, mpira upo wapi. Mbili, kaskani nyuma yake, mchezaji mwenza yupo wapi. Tatu, kaskani kushoto, mpinzani yupo wapi. Nne, kaskani kushoto tena, mpinzani kachukua uamuzi gani. Tano, kaskani kushoto tena, nafasi ipo wapi. Then angalia maamuzi aliyoyafanya ili kumvuta mpinzani akafanya kama anaupokea mpira, then kirahisi kabisa akaupisha mpira, kwa sababu kashajua mchezaji mwenza yupo nyuma yake, kisha akakimbia kwenye nafasi. Ni kama rahisi hivi. Reference point ama vigezo vya rejea ndio msingi wa kufanya maamuzi sahihi kwa mchezaji, na moja kati ya sifa ya mchezaji wa daraja la juu ni uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Swali ni je, inawezekana kwa mchezaji yeyote kuwa wa daraja la juu? Jibu ni ndio. Kivipi? Kila sekunde ya mchezo ajue mpira upo wapi, nafasi ipo wapi, mchezaji mwenza yupo wapi na mpinzani upo wapi. Atawezaje? Kwa kuskani mara nyingi zaidi, na mara nyingi kichwa kiwe juu kukusanya taarifa. Sio rahisi. Ukitaka kujua ni ngumu, chukua mpira alafu jaribu kukokota ukiwa huangalii mpira, au muwe wawili, then mmoja kupasie mpira kwa kasi ya kawaida tu, then wakati mpira upo njiani kuja kwako, fanya kuangalia bega la kulia kisha kushoto na upokee mpira. Kuna kaugumu kidogo, lakini inawezekana. Kivipi sasa? Coaching na mazoezi ya mara kwa mara.